vitu vinavunjika na kuondoka. Jamani, tumtumikie Bwana. Kuna wakati utatamani kutoa sadaka utapata. Leo kuna mahali unaweza kupata. Tumtumikie Bwana. Tujiwekea hazina mapema kabla mikondo ya fedha haijakatika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na waomba sana, tambueni mko kipindi gani, mko majira ya aina gani. Tazama mstari wa 7, ndio sababu sito kuliko sababu zingine zote. Anasema tumtumikie Bwana kabla ya mavumbi kurudi nchi, kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Yani kabla ya nyama zako ambazo ni mwili wako. Simnajua sisi ni udongo. Kabla haya mavumbi tulionayo hayajarudi kwenye ardhi, tumtumikie Bwana. Wapendwa, mnanielewa? Nasema tumtumikie Bwana kwa nguvu zetu zote na mali zetu zote na kwa akili zetu zote na kwa bidii zetu zote, kabla haya mavumbi yanayotufanya tuwe na umbo hili, wakasema ngugi yule, hasijarudi kwenye udongo. Tumtumikie Bwana. Amina. Biyake inasema nayo roho kabla haijamrudia Mungu wake aliyoitoa. Ndio maana tunaelezana tumtumikie Bwana. Kama roho ambayo Mungu alifinyana ikamrudia Mungu wake, wapendwa, huo wakati hakutakuwa na fursa tena. Habari yako, story yako huwa inafungwa. Tumtumikie Bwana wakati roho zetu hazijamrudia Mungu wake. Tumia muda wako vizuri. Tumia nguvu uliyopewa na Bwana mapema vizuri kwa ajili ya Mungu wako na kwa ajili ya maisha yako. Utakuja wakati hata maisha yako hutayajenga tena wala utafanya lolote. Leo ukiunaona mikondo ya fedha, unaona nguvu ipo, mchana na jua unaliona. Kuna mtu analala mpaka usiku hajatoka nje kuona jua, wewe unaliona, unaweza kufanya kitu. Tumia huo muda, wapendwa, tumtumikie Mungu aliye hai. Bwana atusaidie. Wanaume, Bwana atusaidie. Amen. Wanaume, Bwana atukumbushe. Amen. Sahau mengine yote, kumbuka kumtumikia Bwana.